shosti jamani. Umeona hata kuja nyumbani kuja kutusalimia huwezi. Mashoga zako tu akutamani. Mwenzangu sikwambii. Nimbani huko ndani nakwambia wewe. Mumeo. Kila siku neno. Wewe mchungaji au pasta? Shangaa wewe. Kisha enda kazini kweli? Bidede. Yeye na kanisani fuata pesa za sadaka. Kwambia wewe sadaka zipi? Hapati nazo sio sadaka. Hapa nje kuna kanisa jamani, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Si nilikwambia yatakushinda muache. Lakini mwenye nampenda. Umejionea sahihi. Mwenzangu ndiye amenifunza. Nilijua tutakufunza na bado. Sifa itabidi tu maana ndio kuvumiliana mwenzangu. Sisi kushauri kama mishoga yako. Mume akija. Keti muongee. Na kama atakusitachukua virago vyako uende ukeshi peke yako. Mwenzangu nimeongea mpaka nimechoka. Hata nimeenda mikono niwele tu niketi nitulie. Bwana wewe. Kwani ilikuwa sichukua vitu vyako ukamuondokea? Mwenzangu niende wapi mimi? Mimi nilijua tu kutokea mwanzo yatakushinda. Maana simu yako ndio yule ambaye namjua mimi. Ni yule. Basi ngoja nikwambie. Homeo. Sio nikamtafikisha nambari. Mwache ukiongeze uondoke ukafuate maisha yako. Maana yule si mume. Umesikia? Mwenzangu nitaanzia wapi mimi? Haya basi ngoja niende mwae. Sije mume kaja kunishika hapa kama makubwa sije hayo. Basi ngoja mwenzangu. Baki hapa. Sikiliza. Mimi nimeshakuangalia kabisa wewe haona mwema wa kubaki hapa. Kwa hiyo wewe chukua tayari virago vyako uondoke. Mimi naona hicho kitu ndio kitakuwa kina afadhali. Jamani mume wangu, kwani kosa langu gani jamani? Wewe mimi kosa hapa wewe. Nifanya nini jamani? Kauli zako zinaniponza. Ukiendelea kunisemesha maneno kama hayo mbele za watu gani jamani mume wangu? Sikiza, full stop. Mimi sina mambo mengi. Wewe umeshajipatia tiketi yako kabisa ya kwamba wewe ni unastahili utoke hapo ubaki kwenu. Baba nisamee, haitajirudia, nisamee mume wangu. Nisamee. Kauli zako zaniponza. Kauli zako hazina maana. Haitajirudia tena na kuahidi, nisamee. Nani ahidi nini wewe na unaahidi kila kitu? Mpaka pale nilipoongea kuhusu mambo ya neno, jamani nisamee mume wangu, haitajirudia. Ingia hapo ndani. Masaa mawili yanakutosha kujiandaa. Maana najua wanawake huwa akianza kujiandaa, yani wabaki muda mwingi kama masaa matatu. Sasa mimi nakupa masaa mawili. Uendelee kujiandaa hapo ndani, uende kuoga, ufanye bafu nini, uende kupiga mafuta kisha kwamba unatumia skala. Ili kwamba ukinukia ukipita pita ule mtaa huko, watu kianza kunukia watu waanze kutamani wakuchukua. Jamani nimeshachoka. Sawa? Sivyo hivyo ndio nishasema. Jamani mnakusifu, nisamee tafadhali, nisamee. Yatosha hiyo, nisamee. Yesu mwenyewe alisema yatosha, na wewe yatosha. Mola wangu nifanye nini mie jamani? Yameniponza kweli. Odi. Mwenyewe. Odi. Yes. Naambia kaka. Poa sana. Vipi? Poa, uko poa? Mimi niko poa tu. Wewe? Mimi niko poa. Karibu baba. Asante. Shemegi yuko kweli? Wewe kaka, si unajua yule vizuri. Na nilijaribu kukuelezea kabisa yule na unamuona tabia zake. Wakati mwingine huwa sisi tunafanya tu kuvumilia. Tunafanya kuvumilia, lakini haya mambo mengine yakifika kwenye koo, unabidi uachane naye. Kaka, umefanya nini sasa? Umefanya nini? Sio sawa kabisa hivyo. Manake huko ni kumsababishia tu matatizo, si kumsaidia. Mwanamke ambaye aliolewa anafaa kawa kwenye ndoa. Hata mkikosana unafaa muyaongee, muyamalize. Lakini venye ambavyo umefanya hivi
utafanya yeye kwa mzinzi. Hivyo atatafuta tu wanaume wengine huko na hata tulia. Lakini mbona kaka unafanya hivyo? Kwa nini sasa? Nikwambie hivi kaka, wewe unajua kabisa nifika kabisa mimi nilikuwa nahitaji mtu ambaye tuweze kupatiliana na yeye na tukaishi vizuri, yani tukaishi vizuri na amani yetu. Sasa ile vurugu mimi sikuweza na sitaweza. Na kama vinyo ambavyo aliondoka, yani mimi ninaona ni heri kabisa nikaweze kutulia. Hivi sasa nitaweza kufanya mambo yangu yawe vizuri. Naona nitajaribu kuhangaikia mambo yangu yawe vizuri. So kuna vitu vingine labda pengine vilikuwa vinafunga. Yaani kusema ule kweli, nimkute yule mdada. Basi changamoto nyingi zimenikumba. Yaani hapa ndipo yani nimetulia. Naona heri ukija na maombi ya kwamba basi niendelee kuacha naye. Itakuwa vizuri kuliko maombi ya kuja naye. Sio vizuri. Mtafute mkeo, muongee, mrudi nyumbani. Mrudiane tu kama kawaida. Mbona ile ndoa ilikuwa mmeshatulia na mlikuwa mnaongea tu vizuri? Kaka, kwa nini sasa unafanya hivyo? Kwangu mimi ninakubaliana na kwamba nimemwacha. At least nitatulia. Unaona? Akipata mwingine ni sawa, na mimi ndani pia Mungu si atumani kama unavyojua. Ya kwamba na mimi nitapata wangu na mimi nitatulia. Mimi hata alikuwa nimekuja niwaone penye ambavyo mnaendelea. Lakini kaka, uamuzi uliochukua sio sahihi. Tafute mkeo, uyaongee, urudiane. Lakini kitu ambacho umefanya sijapendezwa hata mimi. Kwa hiyo tukutane wakati mwingine. Haya sawa basi kaka. Haya poa. Afadhali shosti kule nimetoka. Siko tena mwanzo. Kwa mume huko. Afadhali. Nilijua na kuongezea hivyo. Maana si kwa hivyo ulivyokonda kangonda kwa papa. Angalia nakwambia. Tena kaka sema tena rudiane naye. Urudi huko tena kwa mtumwa. Wezaje rudi kwa mtumwa? Ona sasa ulivyokonda. Wenda kondeana zaidi ya hivyo. Sirudi mwenzangu Angalia nitanenepa mwenzangu. Mwaka huu. Hivi kaka sema basi nirudi. Mimi usirudi nawe. Wezaje rudi huko wewe? Kwa kile. Usirudi. Ona ukirudi huko utakuwa mtumwa wake sahihi. Sio kaka kisha na akili kweli. Ana akili yule. Au ni hao. Hao. Tiza cha kushauri. Hakuna kurudi kwa mume wako, maana ukienda huko itakuwa yani kila siku ni wewe na Biblia tu kufundishana. Kufundishana nini kama mume ana kazi? Yeye kulisha vizuri kweli. Kila siku anasema na nini? Au sema na umeni. Daga kila siku ulipasali kula nyama yani. Sina maneno tu. Ona mimi sijaona lakini ona nakuona mwanangu. Sasa ndo maisha. Usaje katika mume wewe. Ngoja nikusimulie habari za kijana mmoja. Kijana mtanashati, mpole, kipenzi cha wingi, anazo sifa nyingi. Hiyo nyimbo hiyo nzuri sana. Zamani yangu. Karibu. Salama, shikamoo mama. Karibu basi uketi. Mimi kwanza niko busy kidogo na lainisha kidogo mambo yangu, at least niwe sawa, kwa sababu na nyimbo tamani ya wokovu wangu, anayejua ni Mwokozi wangu, gharama ya maisha yangu, anayejua ni Mungu Baba. Ukisema nimeokoka, mbona haunielewi? Ukisema nimependwa mie, mbona mwenishangaa? Basi karibu mama, jisikie uko huru hapa ndio kisati. Huko za mwanangu yuko wapi? Aliondoka. Aliondoka ni wapi hapa ni kwake? Yaani mama nataka kujua alienda wapi. Nataka kujua maana hapa nyumbani kwake na Simoni. Alienda kwao. Alienda kwao. Ulimfukuza ama nini? Story ndefu. Unajua hapa nyumbani mwakuwa mkae mtulie. Umheshimu kama bibi yako. Lakini kwenye unafanya si vizuri. Sasa mbona unifukuza? Mama wewe unajua kabisa mimi nilijaribu kunielekeza hivi. Lakini ni mwanaume wewe. Shujaa unafaa kumpiga na bibi yako.
Wait for your wife. Nasikia. Mimi nimechoka, kama ni hivyo ule mke wangu mimi nimechoka. Na ufanye kuchoka, ni mwanaume wewe. Unafaa mketishe muongee. Aliyojiandaa kufanya, lakini umketishe na mfukuza. Unafanya vibaya, si vizuri. Sawa basi mama, nimeshakuelewa. Na usikie. Unajua hivi. Usikie mwanangu. Haya kwa leo. Sawa. Basi wewe nisikie. Haya nani pia. Huwa ninapiga mstari yangu hapa na nyimbo yangu kutuliza moyo wangu. Mama naye analeta mambo yake. Jamani sisi. Haya ndio nilikuwa nahitaji kuyapata katika ndoa. Nilikuwa nahitaji mwanamke ametulia na mambo yake amefundwa nyumbani kwao. Sio mtu ambaye unakuja hapo unaletea sasa. Unaletea magonjwa. Au unapoingia kwenye ndoa magonjwa yanaanza kufuata sasa. Pressure. Mpaka unajikuta na magonjwa yanaitwa hallucination. Yesu Kristo apokee. Amani ya wokovu wangu anayejua ni Mungu Baba. Nakufuata hapa kwa jambo moja tu. Furaha yangu mimi ni kuona wewe na kaka ukiwa pamoja. Lakini venye ambavyo wewe uko huku, kaka yuko kule, wewe ni furaha sana. Sasa kwa nini mbona unapenda tu iwe hivyo? Ulimuuliza? Ulimuuliza? Hata kama sijamuuliza, lakini wewe ndio leo na ndoa. Harusi kabisa kubwa. Wana hiyo ni aibu kabisa hiyo. Ndoano. Sasa wewe shemeji yangu, mimi nakuomba kama itawezekana, rudiana tu na mume wako. Rudiana tu na mume wako. Baba we, kama unataka ndoa kaolewe wewe, upo?